Karibu katika sehemu ya 5 ya simulizi hii ya Kafara ya Penzi. Hapo niliona kuna nafasi kubwa sana ya kufanikiwa kulala na Jessica. Sikutaka kulaza damu, nikamwambia Jessica, samahani, kichwa hakipo sawa kabisa. Nahitaji kupata support katika usiku huu. Kama hautajali, naomba tutumie usiku huu pamoja. Nataka support yako. Jessica alishtuka. Ni ukalala na mimi kama nani kwako labda? Samahani, sikuwa na lengo baya kuambia hivyo. Wewe ni mwanamke na mimi ni mwanaume, so sidhani kama kuna ubaya mimi kukwambia nahitaji support usiku huu. Ila kama hujapendezwa na ombi langu, samahani. Sijielewa umenichukuliaje kakaangu, ila nimekujibu tu. Mimi kufanya kazi pale isi sababu ya kuona labda mimi ni malaya. Kama dhana zetu zinavyoambia kuwa wanafanya hizi kazi ni malaya. Kama dhana zenu zinavyoambia kuwa wanafanya kazi hizi ni malaya, sipo hivyo kakaangu, sorry. Jessica alionyesha msimamo. Pia nilishukuru alivyoonyesha msimamo wake, japo nilikuwa nina uwezo wa kumshawishi zaidi, ila sikutaka kufanya hivyo tena. Nilimrudisha hadi kwao, huko nikimsisitizia kuficha siri yangu ya kifo cha Faye. Usijali, uwe na usiku mwema, alinijibu na kushuka ndani ya gari. Asubuhi ya siku iliyofuata, taarifa za kifo cha Faye zilitapakaa kila kona ya jiji na nchi kwa ujumla. Baadhi ya vyombo vya habari na peji mbalimbali za mitandao zilitangaza habari hizo. Ila alhamdulillah, kila taarifa zilizokuwa zinatoka kuhusu kifo cha Faye kilibainisha kuwa alikuwa mwenyewe ndani ya chumba na chanzo cha kifo chake hakijajulikana. Polisi wanaendelea na uchunguzi. Roho iliniuma sana kuona nimesababisha kifo cha mtu asiyekuwa na hatia. Uzuri baba alinipeleka madrasa, hivyo elimu ya dini nilikuwa nayo ya kutosha. Hivyo hofu ya Mungu nilikuwa nayo. Je, vipi nitaenda kwa Mungu na dhambi hizi? Nikiwa nawaza na kujuta kwa tukio lile lilotokea, mlango wa chumbani kwangu ukagongwa. Ingia. Aliingia baba. Morning daddy. Morning too. Baba akasogea hadi karibu yangu, kakaa kwenye kitanda. Nimefurahi kwa kilichotokea jana, kwa hili lililotokea. I have your gift my son. I have your gift my son. Sawa baba, asante kwa zawadi. Ila daddy, ushaikuwaza kuhusu Mungu na hata tunayofanya kuatisha roho za watu bila hatia? Swali lilimfanya mzee acheke, akaniangalia kwa utulivu, kisha akanishika bega na kusema, Adrian, you are only thinking so that you will be judged by God. Una dhambi ngapi? Au hao ambao hawaui watu ndio wamekamilika, hawana dhambi? There are many mistakes we have wrong with the God, so don't think too much about it. Kula maisha mwanangu. Nilikuwa tu mpole, sikuwa nachokuongeza, ilibidi nimsikilize baba kile anachosema. Sasa nataka nikununulie gari nyingine, so kaa tulia, tafuta gari zuri ambalo litakufaa, halafu utaniambia. And that's your gift. Ulimaliza. And that is your gift. Alimaliza kwa kunipigia. And that is your gift. And that's your gift. Alimaliza kwa kunipigia begani. Zilipita siku 3 tangu matukio yote yatokee. Asubuhi ya siku ya 3 tangu Zara aondoke pale nyumbani, nilipokea taarifa mbaya. Simu yangu iliita. Jina lilikuwa ni la mama yake Zara. Kwa heshima kubwa nikapokea, ila nilishtuka baada ya mama kuongea. Alikuwa analia. Hapo ndo nikakumbuka kuwa ile ilikuwa ni siku ya 3. Nikakumbuka baba aliniambia baada ya siku 3 Zara atakufa. Moyo ulidunda kwa nguvu mno, damu zikaanza kwenda kasi mwili mzima, ukawa unasisimuka. Vipi mama? Mbona unalia? Zara mwanangu. Zara amefariki baba. Chozi lilinitoka, maumivu makali yalinipitia. Ni nini chanzo cha kifo mama? Mbona ghafla sana? Amekufa ghafla. Jana alilala vizuri tu, ila asubuhi hakuweza kuamka. Poleni sana mama, nakuja sasa hivi. I say, sikutaka kuamini kama kweli Zara amekufa. Mwanamke nilimpenda sana katika maisha yangu. Nakumbuka siku ya kwanza namuona Zara, alinivutia mno.
Nilisimama kwa dakika nzima nikimwangalia. Nikasema huyu binti lazima nimpate. Nilishindwa kukaza, nililia sana. Nilijikaza nikatoka nje na kumkuta mama amekaa sebuleni. Mama, Zara amefariki. Hata mama ilimuuma. Ila alijikaza tu. Pole sana mwanangu, hata kama si leo, ila angekufa tu. Mimi naenda msibani. Sawa, tangulia, nitakuja baadaye. Nilifika msibani, nilipokelewa kwa heshima sana. Nilitambulishwa kwa wageni waliokuwepo na ambao walikuwa hawanijui. Kila mmoja alifurahi kuona uwepo wangu msibani. Ila kama angejua kweli kuwa mimi ndiyo nipo nyuma ya kifo cha mtoto wao, basi nisingestahili hata kuruhusiwa kufika pale msibani. Nikiwa nimekaa na waombolezaji, baba akanipigia simu na kuniambia, Adrian, huo msiba sio kwetu bali ni starehe. Hivyo hakikisha watu wanakula wanakunywa vya kutosha. Sawa baba, I understand. Okay, all the best and congratulations. Machozi yalizidi kunitoka. Nikatoa leso yangu na kujifuta machoni. Kisha nikasema na kumtafuta mkubwa wa ile familia ya kina Zara. Alikuwa ni mjomba wake Zara. Nilijisikia namtafuta, alinifuata mbio tena kwa heshima kubwa. Kwa ufupi alikuwa anachukuliwa kama rais pale msibani. Ndio mjomba, nasikia unanitafuta. Yeah. Bibi, kuhusu masuala ya chakula, utaratibu ukoje? Hapa bwana ndo tunachanga hivi. So unajua tena mambo sio mazuri. Oh, sawa. Basi nadhani tuondoka tukachukue vitu vyote vinavyohitajika. Basi sawa, acha niongee na hawa mama tujue mahitaji nini mjomba. Haina haja, tunaweza kwenda tu. Tukiingia kwenye gari mimi na mjomba wake hadi supermarket tofauti na nilivyotarajia. Mjomba huenda alijua tutanunua mchele na maharage, ila mimi nilifanya kufuru kwenye msiba huo. Hakupikwa wali, kulipikwa biriani. Watu walikula wakala vya kutosha. Ilishindikana kununua bia tu kwa sababu msiba ulikuwa ni Waislamu na wenyewe walikuwa ni watu wa dini. Basi kwenye msiba huu lilikuwa gumzo. Watu walijiuliza kuwa huo ni msiba au sherehe, maana hata kwenye sherehe zao hakujawahi kutokea kama kilichotokea hapa msibani. Hongera zilikuwa nyingi mno kwangu. Baada ya mazishi kuisha, nilipata nafasi ya kuongea na wanafamilia kabla ya kuondoka. Mimi nadhani nitoe pole kwa kila aliyeguswa na msiba huu. Najua tulimpenda sana marehemu, ila kwenye mipango na ahadi za Mungu, sisi binadamu hatuna kauli wala amri. Hatuna budi kumshukuru yeye pekee. And let us to pray to God. Amsemei katika mapungufu yake. Chozi lilinitoka. Nilijua wazi kuwa Zara amekufa kwa mipango ya Mungu. Chozi lilinitoka. Nilijua kuwa wazi Zara hakufa kwa mipango ya Mungu, ila ni ukatili wetu wa tamaa za mali ndio muondoka na maisha ya Zara. Nilijikuta nalia sana. Nilishoka kuendelea kuongea. Kila mmoja alinipa pole wakijua ni mapenzi kwa Zara ndio aliniliza. Niliaga na kuondoka zangu, na safari ya Zara ilishia hapo. Na wala sikujua Zara amekufa, ameenda kwa Mungu au kuna sehemu yupo. Ndani ya siku tatu tayari nilishatoa roho za watu wawili, kipenzi changu Zara na Faye. Baada ya wiki moja baba alinifuata chumbani kwangu kisha akaniambia kuwa hiyo ndio siku ya maamuzi. Sijakuelewa baba, unamaanisha nini? Nilimuuliza baba, maana sikuwa nimemuelewa. Siku kadhaa nyuma nilikwambia ukweli kuhusu upatikanaji wa hizi mali na siri zote nilikuweka wazi pia. Nilikwambia nahitaji ushike mikoba yangu na wewe ndio mwendeshaji wa kafara zote. Bahati nzuri kafara imekubali kwako. Tushafanikiwa kwa watu wawili. Sasa nahitaji kujua uko tayari kwa hili. Nilimsikia baba vizuri kabisa na kumuelewa, ila sikumjibu. Nilibaki kimya kwa muda nikiwa nawaza nitoe jibu gani. Baba naye alikuwa kimya akisubiri jibu. Ukweli nilikuwa na huruma, ila swala la kurudi kwenye umasikini lilikuwa gumu. Umasikini, shida, dhiki, hapana, kwa kweli ni bora niwe mkatili. Nitakuja fanya toba. Sawa daddy, nipo pamoja na wewe. Baba alifurahi mno. Yes, when I gave a bath just for things. Yes, when I gave a bath just for these things.
Ningeumia sana kama ungekataa. So kuanzia sasa enjoy maisha. Usiku wa leo nitakupeleka kwenye chama chetu chose. Ningeumia sana kama ungekataa. So kuanzia sasa enjoy maisha. Usiku wa leo nitakupeleka kwenye chama chetu na utasajiliwa. And tomorrow your new car is coming. Nilibaki kimya, sikuwa na furaha wala huzuni. Nilibaki katikati na ukweli. Usiku ulipoingia, baba akanichukua na kuniingiza kwenye moja ya chumba ambacho kuanzia na kuwa hadi sasa sikuwahi kuona kifunguliwa. Na hiyo siku ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kuona kinafunguliwa na mimi kuingia. Nilipigwa na butwaa baada ya kuingia. Nilisita, nilishindwa kuingia ndani zaidi. Nilishia mlangoni. Macho yalinitoka, sikuamini ninachokiona ndani ya kile chumba. Haraka nilijikuta napiga kelele na kutaka kutoka nje ya kile chumba. Ila faster mlango ukajilock. Unadhani Adrian ameona nini ndani ya chumba hiko? Nini hatima ya maisha yake? Usikose sehemu inayofuata, ina majibu tosha. Msimuliaji wako ni mimi Lona Abubakar.